Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa sasa hana nia ya kurejea katika mazungumzo na Iran, huku akisisitiza kuwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya taifa hilo yataendelea hadi atakapoona kuwa yamefikia mwisho. Akizungumza katika mahojiano na Fox News, Trump alilaumu serikali ya Iran kwa kile alichodai kuwa ni kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Juni, akisema Tehran imekuwa ikivunja kila makubaliano anayotia saini. Kwa sasa sitaki kujadiliana. Siku 3 zilizopita tulikuwa na makubaliano, lakini kila wanapofanya makubaliano wanayavunja, alisema Trump. Kauli hiyo imekuja wakati Marekani ikiendelea na wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, ikiwa ni pamoja na hatua ya kurejesha mzingiro wa kijeshi katika mlango wa Hormuz baada ya kuishutumu Iran kwa kuishambulia meli za kibiashara na kuhatarisha usafirishaji wa baharini katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Licha ya msimamo mkali wa Trump, ikulu ya White House imekiri kuwa mawasiliano kati ya pande hizo mbili bado yanaendelea kupitia wawakilishi wao. Trump alifichua kuwa maafisa wa Marekani walikuwa wamezungumza na maafisa wa Iran takriban saa moja kabla ya mahojiano hayo kufanyika, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu mazungumzo hayo. Wanataka kufanya makubaliano, lakini hawataki kukufa. Hakuna anayependa kufa, aliongeza Trump. Mkataba wa muda uliotiwa saini Juni 17 kati ya Trump na rais wa Iran ulikuwa na lengo la kusitisha mapigano na kutoa nafasi ya kufikiwa kwa suluhisho la kudumu. Hata hivyo, makubaliano hayo ya vipengele 14 yameonekana kuporomoka katika wiki za hivi karibuni, huku mapigano yakizidi kushamiri. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Marekani imefanya mashambulizi 5 ndani ya siku 5 mfululizo dhidi ya Iran, huku Trump akisisitiza kuwa operesheni hizo zitaendelea kwa muda usiojulikana. Wataendelea mpaka nitakaposema imetosha, alisema rais huyo wa Marekani. Kauli hiyo imeongeza hofu ya kuendelea kwa vita kati ya Marekani na Iran, ambavyo tayari vimeanza kuathiri usalama wa Mashariki ya Kati, biashara ya kimataifa na bei ya mafuta duniani.